Yes, wananchi wa Nairobi na wasalimu wa mjambo. Leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, nimetoka kanisani na nataka nielekee niangalie vile wafanyikazi wetu wa Green Army wanasafisha jiji, wakifungua drainage system ambazo zimechafuliwa na sisi wananchi wa Nairobi. Na kuna kitu nataka kuzungumzia leo. Barabara mingi zimejaa plastiki za chupa na uchafu ambao inatokana kutoka kwa magari ya matatu na ya kibinafsi. Na wale watu wamedambu ni sisi wananchi wa Nairobi. Alafu kisha tunaanza kublame serikali ya gatuzi kwamba ifanye kazi. Jana nimeona watu wakisema environment haifanyi kazi. Na pia kuna contractor wale wa Kena na Kura. Na waomba mkishatoa ile uchafu uwezi kosa gunia zimewekwa takataka kando ya barabara. Ukinyesha kama jana zingine zirudi kwenye mtaro. Leo nimepita pale nikielekea industrial area. Nimeona zimejaa hapo kando ya barabara. Pia nyinyi nitawachukulia hatua. We shall arrest you because of negligence in your duty and leaving your garbage along the road reserve, making it a public nuisance. People of Nairobi are not supposed to be seeing that. Lingine, watu wenye matatu. Every matatu should provide a dustbin for its passengers. Mwateja wakiingia waache waone dustbin na umeweka kibao pale tupa taka hapa. Because Nairobi cannot be a dumping all over. All the road reserves dumping kila mahali. Lingine, we shall cancel licenses of private service providers in garbage collection and also CBOs who collect garbage from households. They are paid and they go and dump on the road reserve. Wamecreate dump site kila mahali kando ya barabara. So, for us to clean Nairobi, it's a collective responsibility. Every person has a role to play. CBD. And I'll always repeat this. Nilikuwa natoa hawkers ambao wamekaa mpaka juu ya drainage, wengine wanauza wanamwaga kwa mtaro uchafu wanaenda. Tukijaribu kuwatoa watu mnasema kwamba tunaharibu aso zao. Mnasympathize nao. Mnasema huyu ni maskini anaruhusiwa yeye avunje sheria akiendelea kutafuta. Hapana. Hawkers should operate from designated backlands. Zile uchafu yao makaratasi inafunga drainage CBD. Hata tufungue leo CBD, kesho hawkers wakiingia uchafu inarudi kwa drainage system. Sasa mnataka kufanya nini? Tukiwashika mnasema tunaharibu aso ya mtu mdogo. Lakini nataka kuhakikishia hivi, we shall arrest all those doing illegal dumping, including the hawkers, including the hotel owners within CBD. CBD ilikuwa na mafuriko na drainage system imefungwa. Na imefungwa na wale wachuuzi ambao wanauza makaratasi mingia kwa drainage system. Hata tukiunblock aje, hiyo mchanga, hiyo uchafu yao inaingia huko ndani, makaratasi zina block. We do our best. We are trying our best. But you always crucify us that we are not working. How do you want us to work so that you know that we are working? If we arrest you, you still say that we are not working because arresting is part of our work. If you break the law, you have to be arrested. That's part of our work. Enforcement, because we have talked, educated them, no one wants to listen. The only language the people of Nairobi understand is being arrested. And if that's what you want us to do, we will do it. And those who have constructed a drainage system, please start removing. Because we shall come, we shall arrest you and demolish those structures. Wacha mseme kwamba tunaharibu aso ya mtu mdogo, lakini kwamba yeye pia ameharibu maisha ya wananchi wa Nairobi kwa kufunga drainage system. Doing the right thing, we shall do it. Wacha leo mtuchukie, wacha mseme Mosiri huyu ni mtu mbaya, ako na utiaji, yeye ni content creator, but hiyo content inaweka kwenye mtandao inaelimisha watu wengi. Watoto wa mashule leo hii wanajua umuhimu wa mazingira. Watu wa Nairobi wanajua kwamba kuna noise pollution, kuna illegal dumping, hiyo vitu yote ni mazingira. Kupitia hiyo mtandao wa kijamii tutazidi kuelimishana, kuelekezana na kuhakikisha kwamba Nairobi ni safi. And we shall not allow anybody to pollute the environment, and they will not walk freely. Thank you.